Wageni karibuni sana jimbo la Nyarero. Karibu sana, mko nyumbani. Nashukuru sana katibu. Kabla sijaendelea, mama mchungaji naomba asimame asalimie kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibuni sana wageni Nyarero. Amen. Karibuni tena kule tunakoishi Nyamongo. Karibuni sana. Amina. Amina. Tuko Nyamongo lakini huduma tunafanya hapa, ila yeye aliolewa kutoka hapa. Sasa tukaogopa kwamba tusikae ukweni sana, tutazoeleka, tutachinjiwa kuku. Tunatoka kule tunakula viuku hapa. Karibu sana wageni, nimefurahi sana. Naweza nikashindwa kusema mambo mengi ya furaha kwa sababu nimefarijika. Ni mdau, ni mhanga wa vijana, mkereketo wa vijana sana. Ninapokuwa mahali nisipokuwa na kwaya sijisikia amani. Kwa hivyo kwaya zetu ziko 3. Ni umeme ulikuwa unasumbua, na ratiba ya leo mwenyekiti utaiendesha jinsi utakavyoona, angalau kwaya ziende alafu mhubiri apige. Yaani napenda kwaya. Alafu napenda sifa. Jana kulikuwa na kijana tulikuwa tunapiga pale piano nje pale, nyie mko kwenye kikao, tunacheza, tunayabuki, tunayarap, tunakwenda. Kwa hivyo lazima kwaya waimbe ile angalau jamani, si ndio? Yaani hiyo ndio ilisababisha hata mimi kuokoka kuitwa mchungaji. Kwa natoka Nyamongo na kuja hapa. Dada yule mtunza fedha alikuwa anaimba hapa, natamani kuja kumuona. Natoka Nyamongo. Tangazo lingine, awamama tu mtanisamehe, niliazimia moyoni mwangu sikuambia sana, lakini ni vizuri niwaambie. Nilitamani kwamba siku ya wamama tungekuwa na matarumbeta, tungefanya maandamano kutoka kule, yale matarumbeta, alafu wanacheza, tunajimwaya mwaya, tunajinafasi, tunanyata nyata, tuna rap. Sasa kwa bahati mbaya sikupata yule mfadhili wa kunifadhili ili yaje. Mtanisamehe, tutapanga tu. Hata vijana niliwaambia kwamba lazima siku zetu sio za tofauti bwana. Sio kukaa shagarabaga fichifacha, hapana. Lazima sio za kulipa. Kwa hivyo lazima hata hivyo, hata kama hakuna matarumbeta, siku ile tulianzia kule maandamano, si ndio? Sasa simpange hata namna ya style ya kuingia. Hata basi hata kama hakuna style, simuandae tu namna gani kanisa likae. Kama mtaamua kwamba tugeuke tuangalie kule, tuangalie kule. Lakini muwe na mtoko wa kiaina bwana. Na ni kwamba tulisema kwamba lazima wamama watoke, tuwe na mtoko. Jana nilikuwa nawadokezea kwamba tunahitaji mniambie wapi mnataka mtoke. Sio kila siku Nyarero, ukazaliwa Nyarero, umesomea Nyarero, umeolewa Nyarero, ukaoa Nyarero, umezeekea Nyarero, huna mtoko bwana. Hata wa daraja ya Kirumi tu. Lazima uwe na mtoko ili ujifunze. Unapotoka unajifunza. Kwa hivyo wamama mkae vizuri, tutaona sehemu ya kwenu. Wiki hii na wiki iliyopita ni wiki ya mchungaji kukaa hapa kuangalia mandhari, kuangalia kazi, kucheza. Na niliwaambia kwamba Mungu mnatuwekea hata midundo wakati mwingine tunapofanya usafi. Kwa sababu ule ni mbali, basi tutaona tunamna gani ya kwenda. Leo asante sana. Leo wanatukanyagia waya tu, lakini tutaenda tu kwa sababu wameona watu wa Bongo wako hapa, wengine wenye akili kubwa sana. Lakini basi tutakwenda hivyo, na wanafahamu kwamba mchungaji wakati mwingine anaanza kuchapia kaongea Kikurya, maana ni mtu wa Kiruga. Hiyo ni mtu wa kupiga injili ya Kiruga. Mtumishi wa Bwana, wewe ni rafiki yangu, sitakutambulisha. Kuna ngazi ambazo mtatambulishwa na ngazi zenu, lakini kwa sababu ya hili wewe ni mtumishi wangu, rafiki yangu. Marafiki nimewaona kibao hapa. Nilifanya mchango tu wa bajaji, leo utanivusha. Yaani nataka milioni 3,100,000. Hiyo ni ya kwako na ndio lako. Hiyo ukisema hata mkiniache chochote basi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Amina. Basi kipekee nitumie nafasi hii kumshukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa kutupa kibali cha kuwepo mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa kweli ndugu zangu, tumekuwepo hapa Nyarero kuanzia siku ya Ijumaa. Sisi vijana
tukiwa na kikao chetu cha halmashauri kuu ya UVKT Baraza. Kwa kweli nitumie nafasi hii kuwashukuru sana kwa mapokezi mazuri, kwa namna ambavyo mmetukarimu. Kwa kweli Mungu awabariki sana. Lakini pia nishukuru sana 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 Wakristo wa Nyarero kwa namna mlivyojitoa, mliacha kazi zenu mkaungana nasi mwaka jana mwezi wa 6 wakati tumefanya kongamano kubwa sana la kihistoria hapa Nyarero. Mungu awabariki sana. Kwa kweli tulibarikiwa sana, na mimi naweza nikasema kupitia mkutano ule basi Mungu atafungua njia Nyarero. Bwana Yesu asifiwe. Basi nimepewa nafasi hii kufanya utambulisho. Naomba sasa nifanye utambulisho kwa utaratibu ufuatao. Nitambue uwepo wa viongozi wa kamati tendaji ya UVKT Dayosisi ya Tarime. Nianze na mtunza hazina wetu, popote alipo naomba asimame atusalimie. Mtunza hazina wetu. Amen. Asante. Katibu wetu msaidizi ndugu yetu Ana Christian, nadhani watu wa Nyarero tunafahamu ana changamoto, yupo nyumbani. Kwa hivyo leo tutakuwa naye kwenye ibada ya siku ya leo. Na baada ya hapo sasa nimkaribishe makamu mwenyekiti. Basi hajafika. Basi kipekee kabisa sasa nimwalike mwenyekiti wetu wa UVKT Dayosisi ya Tarime ili aweze kutusalimia, alafu baadaye nitaendelea na itifaki nyingine. Mwenyekiti, karibu uweze kutusalimia. Asante katibu. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Haleluya. Tupungiane mkono kama una amani. Asanteni sana uongozi wa UVKT Baraza. Asanteni sana ndugu wa Kristo wa Nyarero pamoja na vijana mliotoka huko majimboni. Mungu awabariki kwa kuja kusali na sisi siku ya leo. Ndugu zangu, tunao wageni kutoka ngazi ya juu. Tunasemaje kwa wageni? Sio karibu sana. Ndugu mwenyekiti na viongozi wote mliotoka dayosisi mbalimbali, sisi tunasema kwamba Dayosisi ya Tarime tunawakaribisha. Karibuni, hapa ni nyumbani. Askofu, karibuni, mjisikie mpo nyumbani. Karibuni sana, watu wa Tarime ni wakarimu. Jamani, kama kuna mtu ana kandizi, kuna watu wanatoka huko mikoani, hivyo basi ufanye urafiki. Si ndio hivyo jamani? Fanyeni urafiki, chukueni hata na namba ili muweze kuchati kwa mambo mengine. Si ndio hivyo? Kuna watu wa kutoka mikoa mbalimbali tuko nao hapa. Kwa jisikia amani kusali na watu wa kutokea hata Arusha. Tunaye gift kutoka Dodoma, kutoka Mwanza, Dar es Salaam na sehemu mbalimbali. Kwa tujisikia amani sana ibada ya leo, na kwenye katiba au kwenye kalenda ilikuwa ni juma la kina mama, lakini sisi hapa tukaona tusongeze, si hivyo? Kwa ni siku njema sana kusali na viongozi wakubwa. Niseme kwamba mbarikiwa sana na viongozi wetu, mnaporudi huko mwasalimie, mwapelekee salamu za Tarime. Asanteni sana, namba uendelee. Kwa majina naitwa ndugu Benjamin Lucas Kim, na sali jimbo la Pemba. Sio Pemba ya visiwani. Pemba ya Kyoruba, sio Cuba. Tusikilizane. Natokea jimbo la wapi? Pemba, sio Pemba ya visiwani ya Zanzibar. Hapana, Pemba ya Kyoruba, sio Cuba, Kyoruba. Haleluya. Mwana amani ya Bwana. Asante. Basi baada ya salamu hizo za mwenyekiti wetu, nitumie nafasi hii sasa kukaribisha katibu wetu wa UVKT Baraza kwa ajili ya kuendelea na itifaki zingine za utambulisho.
Basi naomba tumpigie Yesu makofi wakati akiwa anaendelea kwa Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya, kanisa la Nyerero. Amina. Bwana asifiwe sana. Amina. Nimefurahi sana kuwa pamoja na ninyi mara hapa. Amina. Ni mara yangu ya kwanza kufika eneo hili la Nyerero, lakini si mara yangu ya kwanza kufika Tarime. Nimeishia mjini lakini. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Amen. Nina matangazo machache kabla ya kutoa ulisho. Nitakuwa na matangazo machache kidogo. Kwanza kabisa nitoe salamu za mwaka mpya kutoka idara ya vijana au jumuiya ya vijana ya kanisa la Meno Tanzania, kwa maana ndio mara ya kwanza kikao cha vijana kufanyika kama baraza. Kwa hiyo pokeeni salamu za mwaka mpya na Mungu awabariki sana, na nawatakieni kuwa na mwaka wenye baraka na heri kabisa. Amen. Amen. Lakini pia nipende kuwashukuru sana dayosisi hii ya Tarime kwa ukarimu ambao mmetuonyesha, lakini pia kwa utayari wenu kutupokea mahali hapa kwa ajili ya kufanya vikao yamkini visivyokuwa na faida kwenu, lakini vinavokula kwenu. Amen. Yamkini havikuwa sana na manufaa kwenu, lakini vimekula kwenu. Mmetupokea kwa namna hiyo na mmetuhudumia, mmetukirimu vizuri, na kwa kweli kama vijana tumefurahia sana. Nikisema turudi tena hapa, hakuna mtu atakayesita kurudi Nyerero. Tutarudi tena na tena na tena. Kwa hiyo nipende kuwashukuru sana diocese kwa uongozi wake wote, kwa itifaki yake yote, kuanzia kwa askofu wa diocese mpaka kwa muumini ambaye yeye sio mimi. Sasa yeye anaweza kujinani wa kawaida, lakini mpaka kwa huyo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia nipende kuwashukuru sana jumuiya ya vijana ya diocese ya Tarime kwa moyo wa utayari pia kuhudumu katika idara ya vijana na jumuiya ya vijana, lakini pia kupokea ugeni huu mkubwa wa kitaifa mara hapa na kujitoa kwa na inawezekana kabisa mko na kazi nyingi za kufanya. Na mko na mambo mengi sana na ratiba nyingi. Ila mmejitoa, mmepokea vijana wenzenu na mmewahudumia kwa kadri mlivyokuwa mmepanga kuwahudumia na kwa uwezo uliokuwepo, na wao wameridhika kwa huduma hiyo mliowapatia, na ninyi Mungu awabariki sana. Shukrani za pekee kwa mchungaji wa jimbo hili. Nishukuru sana mchungaji, asante kwa ajili ya ukaribisho wako mama hapa, lakini pia kwa ajili ya utayari wako wa kutuweka hapa na kutuhudumia wewe pamoja na waumini wako wote. Mungu awabariki sana na niwatakie mema katika hayo mliyofanya. Kwa masikitiko makubwa labda niwapatie pole. Tarehe 29 mwezi wa 10 ulikuwa ni mwaka mpya kabisa wa Tanzania. Mwaka mpya kabisa wa taifa letu la Tanzania. Kwa nini mwaka mpya? Kwa sababu hakikuwahi kutokea kilichotokea katika taifa hili. Ndio kilizaliwa kwa mara ya kwanza kitu kinaitwa maandamano ya kitaifa au vurugu za kitaifa au fujo za kitaifa, kulingana na utashi wa mtu atakavyoitafsiri. Ndicho kilizaliwa kitu hicho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo niwape pole sana kama kuna mtu mmoja au mwingine alifikiwa ndani ya kanisa, ulipoteza ndugu, ulipoteza mali zako, uliharibikiwa chochote, au kuna namna moja au nyingine uliguswa kwa namna yoyote. Mungu akawe faraja kwako, lakini akafanya makusudi yake. Kwa nini umeguswa? Kwa sababu gani alikuachia uguswe? Na kwa vyote itakapokuwa imetokea kwako, Mungu awatie nguvu. Lakini ilikuwa ni sehemu tunapita, inawezekana kabisa ilikuwa ni makusudi ameyaweka ili tuvuke twende saa nyingine na kuwa na kitu kingine tena kwa taifa la Tanzania. Tushukuru kwa ajili ya yote, na hilo pia ni mapenzi ya Mungu, Biblia inasema, si ndio? Bwana Yesu asifiwe tena. Lakini pia tulikuwa tuna vikao mahali hapa kama ambavyo tumeshatangulia na viongozi wenzangu wameshatangulia kusema. Tumekuwa na vikao vya halmashauri kuu ambayo ni vikao vya kikatiba vya kanisa, lakini vikao vya kikanuni vya jumuiya ya vijana vilivyofanyika mahali hapa. Vikao hivi vilikuwa vina ajenda zake ambazo vilizipitia. Moja ajenda ilikuwa ni kukuza au kuendeleza umoja huu au jumuiya ya vijana, lakini kwa ajili ya mustakabali mpana wa kanisa la Meno Tanzania. Kwa hiyo mkiona vijana wamekaa mahali popote wanajiita jumuiya ya vijana halmashauri kuu, wako mahali popote,
hawako kwa ajili ya vikoba, wako kwa ajili ya kanisa la Mungu Mennonite. Bwana Yesu asifiwe. Uwashike mkono, uwasaidie kwa kile ambacho utakuomba kuwasaidia, lakini wakati mwingine nenda hata kawasalimie tu, waache pale walipo, itakuwa inawafariji sana na kuona kweli wanachokifanya kinaonekana. Sio rahisi, mwenyekiti amesema hapa vizuri kwamba kuna watu wametoka mbali. Sio rahisi mtu kutoka alikotoka huko akatumia nauli yake, alafu akaja kwa ajili ya kitu ambacho ukikichukua vizuri na kwenye mikono yako unakiona kama vile sio ungekuwa usingefanya. Sio rahisi kwa mtu kufanya hivyo, lakini vijana wanajitoa. Wengine wanatumia nauli zao mfukoni, wengine wamechangiwa na makanisa au dayosisi zao, wengine wanajua walikotoa hizo hela kwa ajili ya kufika mahali hapa, lakini wamefika. Kwa hiyo ukifika unakuwa umewatia moyo sana kwa kile ambacho wanakifanya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunatengeneza familia kubwa na familia nzuri ambayo inafahamiana na kuelewana vizuri. Tangazo la kwanza, hayo ilikuwa ni salamu na mengineyo. Tangazo la kwanza linahusiana na kongamano la vijana kitaifa. Nimetangulia kusema kwamba mwaka jana tulipita kwenye kipindi ambacho tulikuwa tunakitarajia. Tulikuwa tuna kongamano la kitaifa ambayo lingefanyika tarehe 8 mpaka tarehe 14 mwezi wa 12, lakini haikuwa hivyo kwa sababu tulipitishwa kwenye kipindi ambacho kilikuwa kidogo kimetutikisa na hatukuweza kuendelea na taratibu nyingine za makusanyiko makubwa, ikiwa ni pamoja na serikali kuzuia vibali vya mikusanyiko. Kwa hiyo ilikuwa tufanye kongamano hilo la Shinyanga, ilishindikana kwa sababu ya kile ambacho kilitokea, na kila mmoja ni shahidi au alikiona kikitokea. Kwa hiyo kongamano letu mwaka huu lipo. Kwa tangazo rasmi kabisa, kongamano letu la mwaka huu lipo, litafanyika kuanzia tarehe 7 ya mwezi wa 12 hadi tarehe 13 ya mwezi huu wa 12 mwaka 2026. Na pamoja na yote, eneo letu la kongamano litabaki pale pale tulifanyia mwaka jana, ambao ni eneo la Savannah Plain katika dayosisi ya Shinyanga, mkoa wa Shinyanga. Bwana Yesu asifiwe. Kongamano letu litafanyika tarehe 7 mpaka 13 mwezi wa 12 mwaka 2025. Kwa hiyo vijana, tujipange tena upya, turudi kwenye mikakati yetu iliyokuwa nayo mwanzo, alafu tujiandae kwa ajili ya kongamano letu zuri na la kumpendeza Mungu, lakini la kutukuza na kutusaidia vijana kuendelea na utume huu ambao Mungu ameweka ndani yetu. Pamoja na hayo, kauli mbiu yetu bado haijabadilika. Halmashauri kuu iliyokaa jana iliazimia kuendelea na kauli mbiu ile ile ya tunaifahamu vijana. Tunaifahamu kauli mbiu ya mwaka jana? Tunaifahamu vizuri? Vijana, viongozi wa halmashauri msiseme kwanza, nataka nisikie vijana wa Nyalelo kama kweli wanaielewa. Kijana, hao ni vijana ni watoto? Vijana wadogo. Nasemaga ni watu gani? Vijana au watoto? Ni vijana. Basi tuende kwa watoto. Mtasema hiyo ya vijana, sawa watoto? Mimi nasema vijana, nyinyi mnasema hiyo, mnakuja huko mbele. Vijana. Sasa nataka tofauti ya vijana na watoto. Kwa vijana, vijana na watoto. Vijana, watoto mko vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Sambamba na hilo pia, neno letu kuu litabaki lile lile tulilokuwa nalo mwaka jana, ambalo lilitoka katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, ile sura 31 mstari wa 21. Kwa hiyo tabaki na neno kuu lile lile likiongozwa na kauli mbiu ile ile ilikuwa inasema kijana huu chombo cha thamani, wajibika. Neno kuu letu toka kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura 31 mstari wa 21. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Wimbo wa tenzi haujabadilika pia, utabaki ni wimbo ule namba 156 unaosema Bwana Yesu yuko wapi. Kwa hiyo wale wanakwaya ambao tumejiandaa kwa ajili ya kongamano na waimbaji ambao wamejiandaa kwa ajili ya kongamano, huo ndio wimbo maalumu kwa ajili ya kongamano letu. Pamoja na neno kuu na huo wimbo itakuwa maalum kwenye kongamano hilo. Kwa hiyo watunzi wa nyimbo na walimu wa nyimbo, jitahidini sana kufundisha nyimbo zinazohusiana na hilo kama neno kuu. Tangazo la mwisho kwenye matangazo ya vikao vya jana ni kuhusu Juma la Vijana. Juma la Vijana pia mwaka jana lilifanyika vizuri, ninaamini hivyo kwa maeneo mengi, kwa sababu lilikuwa ni nyuma
ya kile kilichotokea. Kwa hiyo tulifanya vizuri na naamini kabisa tulijipanga kwa ajili ya kongamano kuanzia pale, na mwaka huu litakuwepo pia juma la vijana kwa mujibu wa kalenda ya Kanisa la Mennonite Tanzania. Tutaanza tarehe 28 ya mwezi Septemba, mwezi wa 9 mpaka tarehe 4 ya mwezi wa 10. Tarehe 4 ya mwezi wa 10, kuanzia mwezi wa 9 tarehe 28 ni juma la vijana mpaka tarehe 4 mwezi wa 10 ndipo tutakuwa tunahitimisha Jumapili hiyo. Kwa hiyo ni wasihi vijana, kwa yale ambayo mnayapanga kuyafanya kama maendeleo ya kanisa au kama maendeleo ya vijana, siku hiyo ndio siku ya kuyafanya kwa nguvu kabisa, kuonyesha kwamba mpo kanisani na mnaweza kufanya jambo. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa niingia kwenye utambulisho wa viongozi mbalimbali walioko mahali hapa kulingana na itifaki na utaratibu. Kwanza kabisa nipende kuwatambua niseme ni wadau wa jumuiya ya vijana Kindaki. Mchungaji huko. Kuna neno lingine linaloitwa Kindaki. Nani anajua maana ya Kindaki? Ndio unajua vizuri. Asante. Nilikuwa nataka kutafsiria. Kwa hiyo kuna wale wadau wetu wa vijana ambao wao wakisikia jumuiya inaenda mahali fulani kwa maana ya vikao au uongozi wa vijana wanaenda mahali fulani, wanajitoa kwa nauli zao, wanajitoa kwa kila kitu na kwa kujigharamia wao kwenda waliko wenzao. Sio kwa sababu ni marafiki, ila kwa sababu tu kuna huduma ndani yao. Urafiki unaweza kuwasiliana kwenye simu ikaishia hapo, lakini kwa sababu kuna huduma ndani yao inawasukuma wao kusogea pale walipo wenzao na kuwatia moyo. Simameni ndugu zangu na dada zangu wazuri kabisa. Mimi ninawapenda binafsi sana. Nawapenda sana, nafurahi ninapowaona. Asingesimama yule wa mwisho kule ningenyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Wa mwisho pale anaitwa Pendo, ni kijana wa kanisa la Mennonite, ni mdau wetu sana, anatusupport kwenye maeneo makubwa na mambo mengi. Wa pili hapa ni dada yetu Teddy, simsikia akiimba vizuri kabisa hapa. Sasa hii ndio silaha yetu ya kuimba. Tukifika kama mahali popote tunaona kama mambo yakai sawa, kamata hapa tuendelee na kazi. Halafu tunafanya kazi vizuri, tunachia hapa. Dada yetu hapa mzuri kabisa anaitwa Veronica. Veronica naweza mkamuona, ni mtoto wa askofu. Sawa? Watu wa Nyerere kuna fursa nzuri ziko mahali hapa. Pamoja na kwa Pendo kule. Sawa? Huko kwingine tufunge break. Lakini baada ya utambulisho huo sasa nipende kuwatambua pia wajumbe wa vikao vya halmashauri kuu au viongozi wa KMT baraza, kwa maana ya hiyo halmashauri kuu. Kila mmoja mahali aliko asimame na tusogee hapa mbele na tujitambulishe kwa tulikotoka na majina yetu kwa haraka. Hatuna matangazo, ni utambulisho wa jina, ulikotoka na labda kama unahudumu kwenye idara hiyo kwa ngazi ipi huko uliko. Karibuni wajumbe wote wa vikao vya halmashauri kuu. Sio mbaya, leo kuna vijana wa kike na wa kiume. Sio vibaya kujitambulisha na kujipambanua vizuri. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Amina. Kwa majina naitwa Daniel Kisena, ni katibu wa umoja wa vijana Dayosisi ya Tabora. Nimeoa, nina mke mmoja na watoto wawili. Mimi nafasi hii kuwakaribisha sana waumini wote, Wakristo wote wa kanisa la Mennonite Tanzania. Karibuni sana Tabora, kunako maziwa na asali. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa majina anaitwa Jackson Saidi, ni mwenyeji wa Mwanza, asali kanisa la Mennonite Nyakato. Ni naibu katibu Dayosisi ya Mwanza. Karibuni sana Mwanza. Amina. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amina. Naitwa Gift Chikawe, ni mwenyekiti wa umoja wa vijana Dayosisi ya Kaskazini. Ninaabudu jimbo la Arusha pale. Nimeoa mke mmoja, mwanamke. Kwa sasa tuna mtoto mmoja. Amen. Karibuni sana Arusha. Na wasalimu wote kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa majina naitwa Nyamuko Joseph Sara, natokea Dayosisi ya Ziwa, jimbo la Msoma mjini, kata ya Kitaji. Ni makamu mwenyekiti wa idara ya vijana. Mungu awabariki sana. Nimefurahi kuona leo na wapenda. Ya jipambanua wanasema. Mimi sijaoa. Karibu sana. Bwana nitakupambanua mwenyewe, wewe maliza kingine nitakupambanua. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jina langu ni Boniface Makuki. Natokea Dodoma, Dayosisi ya Kati. Ni katibu wa vijana. Karibuni sana Dodoma. Mungu awabariki sana. Amina. Sababu nimesema na mpambanua mwenyewe. Atamaliza kinaini. Ukiona foleni ya vijana ina haiendi mbele. Aliyeko mbele ni huyu. Yesu foleni zake wasogee. Kwa hiyo changamkieni hapo na yeye atoke kwenye foleni. Karibu tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nyarero hoi hai. Naitwa John Okelo, naibu katibu vijana Dayosisi ya Serengeti. Tunaye Tata Askofu Matuntera. Kwangu mimi jimbo limejaa. Nina mke mmoja anayezidi wanawake wote Tanzania. Nampenda, ananitunza, ndio maana niko hivi. Tumejaliwa kupata watoto 3, safari bado inaendelea. Karibuni Serengeti. Ukiwa unaenda Arusha gari imekuharibikia, usisite, tuko pale. Wewe uliza tu Okelo, utaletwa hata na mtoto mdogo. Basi Mwenyezi Mungu awabariki na watunze. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa jina naitwa Flora Wadugu, ni mwazini Dayosisi ya Ziwa. Karibuni Msoma. Sijaolewa ila natarajia. Karibu. Kwa hiyo spidi zipungue. Zidi lakini zipungue. Tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina naitwa Jacqueline Safa Nasho. Ni mwasibu msaidizi UGT Darasa. Ndio alikuwa anaweza tunaruhusa kujipambanua, nikaambiwa utasikia wajumbe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sema mimi ni wa hapa. Mimi si ni wa hapa. Mimi ni wa wapi? Na mimi ni wa Tarime, si ndio? Naomba nitamke majina yangu, naitwa Kristiani. Wengine mzao kuita Malo. Yote ni ya kwangu. Kwa hiyo Kristiani kuita Malo yote ya kwangu. Lakini kwa kifupi napenda uniite tu Krismalo. Sema tu Krismalo wote. Hapo kwa kifupi muunganisha majina yote mangapi? Mawili. Ni mtunza hazina wa umoja wa vijana kanisa la Tanzania. Namshukuru Mungu kwa mahali hapa. Tunawapenda sana watu wa Nyalelo, Mungu awabariki sana. Na bado nataka niwakumbushe ile ng'ombe yetu si ipo? Ile ng'ombe yetu ya kongamano si ipo? Mungu awabariki. Anze kuiswaga. Amen. Upambanuzi wake una utata kidogo jamani. Kwa hiyo tutavumiliana. Na utata. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi naitwa Jonathan Fares. Ni naibu katibu umoja wa vijana kanisa la Mungu Tanzania. Ninawakaribisha sana kanisa la Mungu Tanzania. Ninawakaribisha sana Dayosisi ya Tabora. Ninawakaribisha tena na tena. Bwana Yesu asifiwe. Ninawakaribisha tena na tena. Sawa. Kwa nafasi hii sasa ya pekee kabisa nimkaribishe
Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa Jumuiya ya Vijana Kanisa la Mennonite Tanzania atajitambulisha yeye, lakini pia kwa nafasi yake atamkaribisha mwenyekiti wa vijana Kanisa la Mennonite Tanzania na itifaki zingine zitafuata kuendelea hapo. Karibu sana mwenyekiti. Bwana Yesu asifiwe. Uhuru wa Yesu. Naitwa Dishon Alfasi Gongo. Natokea jimbo la Kemambo Nyamongo. Ni makamu mwenyekiti kama alivyosema katibu. Basi mkaribishe mwenyekiti wetu. Karibu sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nina wasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Majina yangu naitwa Amos Masanja, ndo mwenyekiti wa Umoja wa Vijana Kanisa la Mennonite Tanzania. Ninatokea Dayosisi ya Mashariki. Mashariki ukisema ni Dar es Salaam. Ninaabudu jimbo la Upanga. Niwaletee salamu kutoka pale jimboni kwangu Upanga. Wanaosalimia na mkapokea salamu za upendo. Awali ya yote nimshukuru Mungu ambaye ametupa ulinzi hadi tumefikia siku ya leo. Ni washukuru viongozi wa Dayosisi, katibu na mwenyekiti na jopo lako kwa maandalizi mazuri mliyofanya kwa ajili ya kupokea ugeni huu ambao tumekuwepo mahali hapa tangu Ijumaa na siku ya leo tutahitimisha tukiwa mahali hapa. Mchungaji, ni kushukuru sana. Ubarikiwe sana. Kwa kweli nimejifunza mambo mengi na ni mazuri kwa kubarikiwe mama mchungaji kwa ajili ya huduma. Shemasi, Mungu awabariki sana. Katibu wa jimbo, barikiwe sana kwa ajili ya huduma, na wazee wa kanisa jana tumeonana nao hapa, wazee wa kanisa, Mungu awabariki sana, endelee kuwatumia sana. Nyalelo ilikuwa ni sehemu ya historia kwangu, nilikuwa nasikia tu sije kufika mahali hapa Nyalelo, lakini ndio mara yangu ya kwanza kufika. Tangu kuumbwa kwa mbingu na nchi ndio mara yangu ya kwanza. Na eneo zuri sana. Jana tulikuwa na vijana tunazungumza, kumbe kanisa la Mennonite tuna maeneo ambayo ni potential area. Nikawa nawaambia wenzangu hili eneo kama washindwa kuliendeleza, kwa nini wasiniuzie? Nikakata viwanja, baadaye nikaja kauza. Kwa kama ninawashinda hili eneo, mimi niko tayari kuambia wenu mwekezaji nikatakate viwanja baadaye niuze. Kama mtakuwa mlishinda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mna eneo zuri sana. Wanasema kwamba hata Dayosisi. Kwa nini Dayosisi wanaenda kubanana pale mjini pale Taalimu wakati unaweza mkajenga hapa mkakaa hapa? Wakati mwingine tunaachia maeneo mazuri, unaamua kubanana sehemu ambapo unaona hata fursa zipo. Kwa sababu hata ofisi penyewe pale kujenga mtabanana tuna jimbo. Lakini ukishakuja mahali hapo unajimwaya unachagua tu jenge wapi ukae wapi. Lakini tunaenda tunakaa pale mjini na banana mjini, sehemu ambapo hata kupitia penyewe ni shida. Ukiingia unaingia sokoni. Lakini ukija hapa hata uwekezaji ninavyoona mna eneo takriban heka ni ngapi mchungaji? 10 na kitu. 10 na kitu. Kwa hiyo niwapongeze. Niwapongeze kwa ajili ya hiyo kazi nzuri na muendelee kupatuza maeneo yako. Lakini cha msingi tunachojisahau tu kama kanisa, maeneo yetu mengi yanakuwa hayana hati miliki. Jitahidini mchungaji kama jimbo ili eneo mpime liwe na hati miliki. Na ndio maana mnakuta maeneo ya kwetu mengi yanavamiwa, watu wanaingia. Kwa mtakuta tu eneo lote limeshaingia. Ni bora eneo likawa na hati miliki, likawa limeshawekewa beacon, hata kama akiingia mtu leo hii akienda kutafuta hata kama ni hati ataambiwa kwamba ile eneo limepimwa, ni kanisa lina hati. Lakini mkiendelea kuliacha tu hivi halipimwi, baadaye leo mtakuja mjikute mmebakia na kaeneo hapa kanisani, maeneo mengine kule watu wameshavamia. Hilo nilikuwa nawapa tu kama somo. Bwana Yesu asifiwe. Tunawapenda, sisi tumekuwepo hapa tangu juzi na jana na leo. Mungu Unawajibikaje wewe mwanadamu duniani unamoishi? Unawajibikaje wewe mwanadamu duniani unamoishi?
unasomekaje? Kwa jinsi gani unavyowajibika? 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 Oh yeah yeah, oh yeah yeah. Taifa linanufaikaje nawe? Jamii inanufaikaje? Kanisa linanufaikaje nawe? Familia inanufaikaje? Taifa linanufaikaje nawe? Jamii inanufaikaje? Kanisa linanufaikaje nawe? Familia inanufaikaje? Unavyowajibika ni uchombo cha thamani, heshima kimfacho Bwana. Ni uchombo cha thamani, heshima kimfacho Bwana. Unavyowajibika ni uchombo cha thamani, heshima kimfacho Bwana. Ni uchombo cha thamani, heshima kimfacho Bwana. Kazi njema, kazi njema, kazi njema, kazi njema. Au wewe ni chombo kisicho na heshima? 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 Nyumba kubwa ina vyombo vingi. 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 Vya miti, vya udongo, vya fedha na dhahabu, vya miti, vya udongo, vya miti, vya udongo. Mfano tunaupo wa chombo cha thamani, mfano tunaupo wa chombo cha thamani kwa Hezekia, kwa Hezekia. Oh,
mchana mikononi mwako Baba, ili kile ambacho umeenda kukiandaa kwa kupitia yeye Bwana, ili tuweze kukimega kwa neema na ukuu na utukufu wako. Asante kwa ajili ya wanasifa Bwana, asante kwa ajili ya waimbaji wote Bwana, asante kwa ajili ya wale wote walioshiriki katika ibada hii Bwana. Tutengeneze kuwa wana wako Baba. Sifa na utukufu tunakuachilia wewe, ukaseme nasi wakati wa mchana Baba. Asante Mungu wa mbingu na nchi, wenye shida mbalimbali wapokee uponyaji, wenye matatizo Bwana, mateso Baba, wapate kufunguliwa. Sifa ni za kwako katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Mliokuwepo wangapi mnakumbuka hiyo siku? Mlikuwepo siku hiyo? Nyanyua mkono wako. Mko wachache. Siku hiyo kanisa lilikuwa limejaa. Alafu nikamwambia Mungu amenionyesha tunaleta mkutano wa dayosisi mahali hapa. Na ili kuthibitisha hilo, nikaomba michango kutoka kwenu siku hiyo. Mnakumbuka tulipata mbuzi 11, nafikiri kama 12. 11. Tukapata kuku si wangapi, sikumbuki idadi yao. Tukapata mchele. Tukapata mahindi. Tukapata na maji. Si mnakumbuka tulipata na maji special? Mengi kweli siku hiyo. Kwa hiyo tukapata vitu vingi, tukapata ndizi za kutosha. Nilikuwa sijaongea na wenzangu ofisini, walizoea mikutano yote inafanyika pale Tarime mjini. Niliporudi ofisini nikamwambia mkutano mkuu wa uchaguzi tunafanyia Nyalero. Na kwa sababu lilikuwa ni swala la kimungu, hakuna aliyebisha. Wakati naingia jana nikaona hiyo picha ya siku hiyo, kama mnakumbuka jinsi Nyalero ilivyobadilika kwa siku hiyo. Lakini kwa sababu lilikuwa ni swala la kimungu, niliporudi mjini, Babu K akaniambia, askofu, ninakupa ng'ombe dume wa kula kwenye mkutano. Ni mkutano wa kwanza ambao tulialika Wakristo wote, anayependa kuja kwenye mkutano aje. Lakini walikula, hakuna aliyepungukiwa na chakula. Bwana Yesu asifiwe. Heshima ya Nyalero. Na niliwaeleza mkitaka dayosisi hii isogee mbele, mkumbuke Nyalero. Mkiisahau inapigwa vita kwenye ulimwengu wa roho. Msifikiri ni mambo ya kimwili. Ina vita kubwa ambayo hujapata kuelewa. Kwa nini? Ni lango kwa dayosisi ya Tarime. Dayosisi ikitaka kubadilika, ikitaka kusogea, wasisahau Nyalero. Bwana Yesu asifiwe. Nimerudi tena leo. Naitwa Gabriel Magwega. Jina halijabadilika, ni lile lile. Kwa neema ya Mungu tu tuko Dar es Salaam, lakini nalea vijana hawa. Na niwashukuru tena vijana kuamua kuja kufanya mkutano mahali hapa. Mungu awabariki sana. Kwangu mimi huwa nikifika hapa nasikia tu kutoka na machozi. Hii sehemu kwa dayosisi ya Tarime nafikiri inayofuatia kufanana na hapa ni Kioruba. Nilitembelea majimbo yote naifahamu. Ukichukua ya hapa, ukaichukua Kioruba, karibia kidogo. Bwana asifiwe. Amina. Simu niruhusu nihubiri sasa.
Mniruhusu nihubiri. Kitabu cha Yohana. Muda wetu sio rafiki, lakini Roho Mtakatifu atusaidie. Na akusaidie tu kwamba leo kuna wageni. Kama kuna wageni, ibada inaweza kaisha muda wote ambao wageni wataona inafaa. Na kwa sababu hata mkitulalamikia tutaondoka baada ya ibada. Kitabu cha Yohana sura ya 11 mstari wa 44. Yohana 11 mstari wa 44. Mstari wa 44 unasema hivi: akatoka nje yule aliyekufa, amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake umefungwa leso. Naye Yesu akawaambia, mfungueni mkamwache aende zake. Tunaweza kusoma wote? Hebu tuanze mstari wa 41. 1 2 twende. Hebu wale wanaojua kusoma tu ndio wasome, wale wengine msikilize, bado ni sawa tu. Unajua wewe kusoma kwako ni kwa kuungaunga, usisome. Haya, 1 2 tuanze. Ndio. 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 Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe wa leo, kichwa cha somo, kwa ile anapenda kuandika. Andika hivi: kujifungua sanda katika maisha. Kujifungua sanda katika maisha. Kujifungua sanda katika maisha. Kujifungua sanda katika maisha. Wasomaji wa Biblia wanajua huyo anayezungumzwa hapa ni nani. Biblia inamuonyesha huyu ndugu aliyekufa, lakini kabla ya kufa alikuwa ni rafiki wa Yesu. Pamoja na kuwa rafiki wa Yesu, alikuwa na madada zake wawili. Ule uhusiano waliujua kabisa. Alipogugua ndugu yao, wakakumbuka kuna rafiki yake mmoja. Si tu kwamba ni rafiki, bali walijua ni rafiki wa kweli, bali walijua ni rafiki aliye na uwezo, bali walijua ni rafiki aliye na nguvu, bali walijua ni rafiki mwenye mamlaka yote. Wakatuma habari kwake. Biblia inaonyesha, ukisoma mstari ile ya kwanza kule juu, wanaenda kumwambia rafiki yako Lazaro anaumwa. Biblia yangu inaniambia Yesu hakukatisha huduma yake, akaendelea. Inaniambia aliposikia Yesu kwamba rafiki yake Lazaro amekufa na wako kwenye matanga. Kikwetu watu wanafikiri kwamba wako siku ya kuanua matanga. Rafiki Yesu anamwambia twendeni. Ndio maana anafika anakutana na malalamiko na hoja nzito. Anaambia right, kama ungelikuwepo ndugu yetu asingelikufa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hiyo tu inatusaidia nini? Kinachotusaidia ni hiki: kujifungua sanda katika maisha. Hiyo ndio ya maana. Kwa nini? Biblia inasema akatoka yule aliyekufa, Lazaro aliyekwisha kufa, Lazaro aliyekwisha kunuka, Lazaro aliyekwisha kuwekwa kaburini. Biblia inasema akatoka
ameshakufa. Anatoka Yesu baada ya kumuita Lazaro, toka nje, akatoka. Lakini kumbuka, anatoka. Yule anayetoka ni yule aliyekufa. Nisaidie kumwambia jirani yako, aliyetoka ni yule aliyekufa. Haimsaidii kitu. Ndio maana anatoka amekufa. Kwa sababu gani? Anatoka bado amefungwa sanda. Ametoka bado ana sanda kichwani, ana sanda miguuni, amefungwa leso, yuko kwenye jeneza bado. Anatokea kwenye jeneza lakini ana sanda. Hebu chukulia hatua ya leo. Angetokea leo ukaenda makaburini, halafu akatoka mtu kwenye jeneza, akatoka kwenye kaburi, halafu anatembea amefungwa sanda, amefungwa leso mikononi na kwenye miguu, halafu anakuja kanisani. Mtakaa? Au ni ndugu yako aliyempenda sana, halafu akafa, ukaenda ukamzika, mkaingia kwenye matanga, mkafanya matanga, mkamaliza. Kabla mjamaliza, halafu ghafla yule jamaa anakuja, anatoka makaburini kuliko mlikomwacha, halafu anakuja amefungwa sanda, amefungwa na leso. Hapo nyumbani patakalika? Hakuna. Akatoka yule aliyefungwa sanda. Katoka yule aliyefungwa sanda. Ndio maana tunasema ubatizo ni ishara ya kufa na kufufuka. Kwa unapozamishwa kwenye maji, anatoka. Sikiliza, tatizo liko mahali hapo. Nisaidie kwamba akatoka yule. Nisaidie mwambie jirani yako, akatoka yule aliyefungwa sanda. Yawezekana kanisani tumejaza Wakristo waliofungwa sanda. Walibatizwa, wakazama kwenye maji, wakatoka, wamefungwa sanda. Anaimba kwaya, amefunga sanda. Ni mzee wa kanisa, amebeba sanda. Ni kiongozi mkubwa wa kanisa, amefungwa sanda. Ni mtumishi tunamwona, amefungwa sanda. Ndio maana unamwona yuko huduma, imefungwa sanda. Amefungwa sanda. Unahubiriwa na aliyefungwa sanda. Wanaokusikiliza wamefungwa sanda. Wote wana masanda, wamefungwa. Kila mtu ana sanda. Ndio maana ukifa uwe na hakika. Pendeza tu. Lakini uwe na hakika. Utokee saruni, iko siku utafungwa sanda. Utafungwa sanda. Sanda huwezi kujifunga. Hata kama ungekuwa mjanja kiasi gani. Wewe fanya ujanja tu, hauwezi kujifunga sanda. Wewe vaa sasa hivi nguo zako, piga pamba, tokelezea kweli kweli, ongeza na perfume juu. Yaani wewe fanya unachofanya, lakini kumbuka iko siku utafungwa sanda. Nisaidie kumwambia jirani yako, iko siku utafungwa sanda. Ama unataka ama hutaki. Ndio maana unaonaga jamaa akifa, hata ukipiga makelele, yaani hata ukirusha miguu, wewe rusha tu. Kodoa macho, wewe kodoa tu. Lakini wako jamaa wanakuja wanakupanda miguu, wanakupanda na mikono, toa mdomo, wataurudisha tu. Wako jamaa kazi yao ni kukufunga sana. Yaani ufanye, watakubana. Wengine wanatoka macho mpaka wanaita super glue. Unagundua jamaa hataki kufungwa sana huyu. Bado anakodoa. Imefika saa ya kufungwa sana. Unaogopa matope, utafungwa sana. Unaogopa mvua, utafungwa sana. Umekuwa mkorofi, utanyooshwa tu kwenye sanda. Ikifika siku ya sanda utanyooka tu. Tena watakwambia mnyooshe. Tena wajita wajanja kweli. Ukifa wananyoosha mpaka vidole. Wakunyoosha tu. Wanakunyoosha tu. Wanakunyoosha maana watakufanya nini? Wakufunge sanda. Ulikuwa mjanja, utafungwa sanda. Fanya ufanyavyo, iko siku ya kufungwa sanda. Bwana asifiwe. Akatoka yule aliyefungwa sanda. Huyu jamaa anatoka amefungwa sanda. Yesu akamtazama, alafu akamwambia, fungueni. Kwa nini hakumfungua? Ni swali la kujiuliza. Alianzia kule kwenye kaburi. Alipokuta yuko kaburini, wanasema ananuka, afanyaje? Fanyaje? Wameweka, tumeweka na mawe. Nani aliwaambia muweke mawe kwenye kaburi? Ni haki Biblia. Wameweka na mawe, wameweka kwenye kaburi. Hata ukifa leo utakuwekea mawe tu.
Siku hizi wanakuwekea mawe ya sawa sawa. Wanasema wanakujengea. Unafurahi? Jamaa wanachanganya zege. Chukua kokoto na simenti wanachanganya kali. Wanakubania umomo ndani. Wakone ujanja wako kwani. Jamaa akishakubania umomo sema kaburi lake tumelijengelea. Wamelijengelea. Wamebanwa. Kwa mkorofi huko duniani acha kubania huko. Kwa kaongo tu tulii unachonganisha watu acha kubania huko. Alafu anasema kaburi lake zuri sana. Nenda kaishi wewe kama ni zuri uone. Sema kaburi zuri. Jaribu kutoka hapa uende uone. Uishi huko uone utamu wake ulivyo. Katoka yule aliyefungwa sanda. Kujifungua sanda. Yesu akamwambia, "Fungueni sanda." Lazima ifike mahala tufunguliwe sanda. Tuliingia kanisani tuna madhambi kibao. Tuliingia kanisani tukiwa wazinzi. Tuliingia kanisani tukiwa waongo. Tuliingia kanisani tukiwa walevi. Tuliingia kanisani tukiwa wachawi. Na wengi wamefufuka, wamebatizwa, wamekuja na masanda kanisani. Wengi wamebatizwa ni washirikina kanisani. Wamebatizwa ni wazinzi kanisani. Wamebatizwa ni wachoyo kanisani. Wamebatizwa ni wachonganishi kanisani. Wamebatizwa ni wazushi kanisani. Hayo yote ni masanda. Unataka ufunguliwe sanda? Sikia neno la Mungu asubuhi ya leo na mchana wa leo. Nataka nikufungue sanda. Uondokane na mambo ulionayo. Maana kila unakopita wewe ni kituko. Ukiingia kwenye kwaya ni shida. Ukiingia kwenye kundi cha maombi ni shida. Ukiwa kwenye uzao wa kanisa ni shida. Ukiwa popote ni shida. Maana shida ulionao ni sanda. Jifungue sanda. Swala kujifungua sanda ni la kwako peke yako. Usimame useme, "Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Unajua tabia zangu zilivyo. Unajua maisha yangu yalivyo. Unajua uko nilikotoka. Yesu, ninakuja kwako. Naomba unisaidie. Ninatubu Bwana. Unihurumie, unisamehe. Nimekukosa." Unapofanya hivyo, unajifungua sanda. Tusimame. Meanza kelele. Imeisha hiyo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ni kujifungua. Ukitoka hapa nenda tumehubiriwa kujifungua nini? Jifungue sanda. Wewe unasumbua watu kanisani, jifungue sanda. Hako kaucha uliko nako kija unakaa hapa mbele watu wanaanza kusinzia, hilo ni sanda. Hapo nasema watu hawanipendi, sanda. Familia hainihitaji, sanda. Mimi nashangaa nikiwa kwenye kwaya hawanipendi, una sanda. Wewe fua tu sanda uone watakupenda. Ukivaa sanda hata kwenye ukoo hawakutaki. Ukivaa sanda hata huko mtaani hawakuhitaji. Watu wanaogopa sanda. Ndio maana unaogopa kile eneo. Wakipiga kura unapata 6. Kwenye kura 30 umevaa sanda. Vua sanda. Hausogei kwa sababu unaro sanda. Uko dukani unauza lakini umevaa sanda. Wasema wateja hawaji, ulianzia kwa mganga, ni sanda. Nataka duka lako likae salama, vua sanda. Kabidhi Yesu, ukiingia dukani mwambie, "Bwana Yesu, nakukabidhi." Una mifugo kwenye zizi, toa sanda. Mwambie Yesu, ingilia kati, chunga mifugo hii. Ukienda kwenye shamba, usiende kwa kutumia dawa, ni sanda. Kabidhi Yesu. Tumishi wako analima mahali hapa. Umesema utabariki kazi ya mikono yetu. Vua sanda. Ndio maana Yesu hakushughulika kwa sababu sanda walimvalisha wao. Ndio anawaambia fungueni. Yawezekana hali ulionayo sio ya kwako. Ni hali ya kurithi.
Yawezekana tabia ulizo nazo sio za kwako, ni tabia za kurithi. Halafu ni rahisi kusikia watu wanasema kana tabia kakatoto kama za bibi yake. Alikuwa namna gani? Mchawi. Yaani akatoto kana tabia kama za babu yake. Sanda. Ndio wewe uamue kujifungua sanda, ili usiogopwe, ili ukubalike, ili Mungu akukubali pia. Anasema mfungueni sanda, mwache aende zake. Umeshindwa kupiga hatua mwaka kwa mwaka, hausogei kiroho, hausogei kiuchumi, na unaona ni sawa tu, una akili timamu, wewe kuamua tu kujifungua sanda. Kujifungua sanda ni kumruhusu Yesu aingie katika maisha yako, akutawale, akuongoze. Ndio maana tunaimba mbele naendelea. Mungu anachotukusudia ni kuendelea mbele, sio kurudi nyuma. Unaweza ukatafakari maisha yako hapo ulipo, kwenye hali yako ya kawaida. Je, kwenye maisha yako ya kiroho unaenda mbele ama unarudi nyuma, ama umesimama? Hebu tuimbe kabeti kamoja, mbele naendelea, ninazidi kutembea. Jifungue sanda linaloweza kukuzuia usione uweza wa Mungu na nguvu za Mungu. Ukiwa na sanda, ukiwa umefungwa leso kwenye mikono na miguu, hauna utayari wa kwenda, hauna utayari wa kwenda. Ndio maana unaweza ukashangaa kanisani kuna watu wengi hawana utayari, hawana utayari. Ukiwa umefungwa leso, hauna utayari wa kumtolea Mungu jinsi inavyotakiwa. Unafikiri kila kitu ni mali yako. Jifungue sana, mbele naendelea. Samani Yesu afungue sanda. Huyu jamaa Lazaro, hilo sanda hakujifunga, alifungwa. Inawezekana kabisa kuna eneo umefungwa, umejitahidi lakini utoboi, umejitahidi lakini uchomoki.
Kuna eneo umefungwa. Yawezekana ni eneo la kibiashara umefungwa. Yawezekana ni eneo la kiuchumi umefungwa. Unahitaji kufunguliwa. Yuko mtaalamu wa kufungua, ni Yesu peke yake. Ni Yesu peke yake. Haijalishi umefungwa na nani, yuko Yesu mwenye uweza. Yuko Yesu mwenye nguvu. Wangapi wako tayari wanasema kwa kweli, nikitafakari nimefungwa. Nikitafakari nimefungwa. Nyanyua tu mkono wako kwa Yesu. Asante mama, asante wakina mama. Nyanyua tu mkono ni wako mwenyewe. Kunyanyua ni ishara ya kusalenda. Hebu nifuate kwa maneno haya, maana watu ni wengi kweli kweli. Sema Bwana Yesu. Sema kwa nguvu, Bwana Yesu. Ninakuja mbele zako. Nimelisikia neno lako. Bwana Yesu, naomba unisamehe na kunirehemu na kunitakasa dhambi zangu zote nilizokukosea, iwe ni kwa mawazo au maneno au matendo. Bwana Yesu, naomba msamaha wako. Naomba msamaha wako. Sema naomba msamaha wako. Bwana Yesu, nahitaji msaada wako. Nahitaji msaada wako. Ukapate kunifungua mara nilikofungwa. Mara nilikofungwa. Katika jina la Yesu, ninavifungua sasa. Vifungo vyote. Fanya kwa imani. Fungua kwa imani. Ninavifungua sasa. Vifungo vyote vilivyonifunga, vilivyofunga uchumi wangu, vilivyofunga maisha yangu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu ninavikata sasa. Kata sasa. Ninavikata sasa kwa imani. Kwa imani. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Shetani, una uhalali. Una uhalali. Ninakunyang'anya umiliki wote katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nafungulia sasa mafanikio yangu. Mafanikio yangu. Uchumi wangu. Mambo yangu ya kiroho. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ni bayana ya mambo Maisha
sikudangani Bwana. Wewe ndiye kila kitu maishani mwangu Bwana. Tumaini la maisha yangu ni wewe tu. Wewe ndiye kila kitu maishani mwangu Bwana. Tumaini la maisha yangu ni wewe tu. Makofi na vigelegele kwa jina kwa yetu. Karibu muungano, turuke kama wanajeshi.